Endelea kumfanyia Bwana ibada. Tumekuwa na changamoto kwenye vifaa vyetu kwa sababu ya mtandao kutokuwa na nguvu. Sasa nikukaribishe mahali hapa, naamini nasikika vizuri kwa msaada wa jina la Yesu, and you are welcome this place katika jina la Yesu. Mungu akubariki wewe ambao unanifuatilia mahali popote ulipo. This is your friend the man of grace, na neema na mkono wa Bwana visikupungukie. Karibu mahali hapa, mahali popote unaponitazama kupitia Facebook. We are live now. So tuambie unatazama ukiwa wapi, unatazama ukiwa mahali gani, na Mungu akubariki popote ambapo unatazama katika jina la Yesu. You are welcome this place, na Mungu akubariki. Naamini unanipata vyema na ninasikika vizuri katika jina la Yesu. Unanisikia vizuri kwa jina la Yesu. You are welcome in this place, na Mungu akubariki. Yesu wangu akubariki. Mungu akubariki mahali popote unaponifuatilia, mahali popote unaponitazama. Tungeanza tokea saa 4, lakini tumekuwa na changamoto ya mtandao. Mtandao wa Airtel una changamoto, kwa hiyo tumekuwa na disturbance ya mtandao, lakini bado Yesu ni mwema, amezidi kutukirimia ahadi iliyo njema ya kuendelea kuwepo mahali hapa. You are welcome this place, and may God bless you. Bwana Yesu na asifiwe sana. Nikukaribishe mahali hapa, rafiki yangu na mtu wa Mungu, mahali popote unaponifuatilia, na mimi unanipata vizuri na sauti yangu inasikika vizuri kabisa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe sana. Rafiki yangu na mtumishi wa Mungu, mahali popote unaponifuatilia, Mungu na kubariki. Bwana Yesu na asifiwe sana. You are welcome this place wherever you're watching me. You are welcome this place, and may God bless you. Na ukaribisha sana mahali hapa katika jina la Yesu. Mimi rafiki yako na mtumishi wa Mungu, the man of grace. Natamani nizungumze kwa habari ya nguvu ya kusubiri katika maombi. Ni nini unachosubiria katika maombi yako? Ni unangojea katika maombi yako? Na Mungu anazungumza kwa habari ya muamini kusubiri. Kuna kila sababu ya kila muamini kuwa katika hali ya kusubiria kile ambacho Mungu anataka ukisubirie. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe na kujifunza na wewe katika habari ya kusubiri kile ambacho natamani Mungu afanye. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu, na ikawe baraka sana kwako katika jina la Yesu. Ni mimi rafiki yako na mtumishi wa Mungu, the man of grace. Share this live wherever you can. Mahali pote unavyoweza kushare, unaweza kushare live hii zaidi na zaidi, na ikawe baraka kwako katika jina kuu la Yesu. Nikukaribisha sana mahali hapa. Mimi rafiki yako na mtumishi wa Mungu, the man of grace. Chukua nafasi kukaribisha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nazungumza kwa habari ya kusubiri? Na kwa nini Mungu anatufundisha kwa habari ya kusubiri? Liko jambo au kipo kitu ambacho kinatuonyesha katika taswira au katika lango la ambalo anatakiwa muamini au katika eneo la kusubiri. Maisha ya muamini pasipo kuwa mvumilivu au kusubiri, ni ngumu sana kufika katika matokeo ambayo anayataka. Ni ngumu sana kufika katika nafasi ambayo anataka. Ni ngumu sana kufika katika level ambayo anataka. Kwa nini? Baraka, kuinuka, kuongezeka kumebebwa katika hali ya kusubiri. Pasipo kuweko na kusubiri, hakuna kuona, hauwezi ukaona matokeo. Pasipo kusubiri, hauwezi ukaona baraka. Pasipo kusubiri, hauwezi ukaona mpenyo. Pasipo kusubiri, hauwezi ukaona kuinuka. Ukiyasoma watumishi wa Mungu kwenye Biblia, habari ya kina Sara na habari ya kina Ibrahim, tunaona wao waliishi katika majira ya kusubiri, majira yaliyobeba uvumilivu, majira yaliyobeba pasipo uvumilivu, pasipo uvumilivu hauwezi kuona matokeo ya kile unachokitaka katika ulimwengu wa roho. Sasa nini ambacho nataka nikizungumze majira haya, wherever you are watching me, ni kwamba Mungu anatufundisha kwa habari ya uvumilivu, kwa habari ya kusubiri, kwa habari ya kungojea kile ambacho Mungu anakikusudia. Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu wa kila nyakati na kila majira, huyafanya mambo kwa wakati, kwa majira. Kuna vitu Mungu ili avifanye
vinahitaji muamini kuwa mvumilivu, vinahitaji muamini kuwa mtu wa kusubiri. Hauwezi ukaona matokeo, hauwezi ukaona udhihirisho, hauwezi ukaona kibali, hauwezi ukaona kuongezeka pasipo kutaka kuwa mvumilivu. Kwa nini hatupigi hatua au kwa nini hatuoni matokeo? Ni kwa sababu tumeamua kutembea sawasawa na mioyo yetu au mawazo yetu yanavyotaka, pasipo kutambua kwamba Mungu kuna jambo ambalo analiweka au analisema au analifanya kwa habari ya kusubiri. Sasa nataka nikwambie kitu cha msingi sana majira haya na wakati huu, ni kwamba Mungu ameweka kitu katika majira ya anapotaka uwe mvumilivu au anapotaka uwe mtu wa kusubiri. Pasipo kuvumilia ni ngumu sana kuyaona matokeo. Pasipo vumilivu ni ngumu sana kuziona baraka za kimungu. Pasipo vumilivu ni ngumu sana kupiga hatua. Pasipo uvumilivu ni ngumu sana kuongezeka. Mara zote tumekuwa tukimlilia Mungu afanye, tumekuwa tukimwomba Mungu ajidhihirishe, tumekuwa tukimwomba Mungu atende, lakini tumekosa maisha ya uvumilivu. Tumeshindwa kumpa Mungu nafasi yake kwa habari ya kuvumilia. Can you see? Kwa habari ya Sara kipindi anataka mtoto, ni nini kilichofanyika? Mungu alikuwa anaangalia, je, watu hawa ni wavumilivu wanapotaka faida hii, wanapotaka matokeo haya, wanapotaka kitu hiki, wanapotaka kwenda katika eneo fulani au hatua fulani. Je, mioyo yao inaweza kuvumilia? Je, mioyo yao imebeba uvumilivu? Hapa ndipo tunaposhindwa kupiga hatua, hapa ndipo tunaposhindwa kusogea. Sasa nataka nikuonyeshe kitu cha msingi sana. Uvumilivu wako ndio utakaosababisha Mungu afanye vitu vya baraka. Uvumilivu wako ndio utakaosababisha Mungu afanye kitu kipya. Uvumilivu wako ndio utakamfanya Mungu akuguse. Uvumilivu wako ndio utakamfanya Mungu ashawishike na wewe. Hakuna jambo linaweza kutokea, hakuna kitu kinaweza kufanyika kama mwamini amekataa kuwa mvumilivu, kama mwamini ameshindwa kusimama katika eneo la uvumilivu. So majira ya watu wengi au nyakati za watu wengi zimekuwa zikiibiwa na kukosa matokeo, ni kwa sababu ya kushindwa au wameshindwa kutembea katika eneo la uvumilivu. Mtumishi, kwa nini unasema habari ya uvumilivu? Kwa nini niwe mvumilivu? Ni muhimu sana kama mwamini kutembea katika eneo la uvumilivu. Ni muhimu sana kama Mkristo kutembea katika eneo la uvumilivu. Ni muhimu sana. Unataka ishara, ni muhimu sana kutembea katika uvumilivu. Maana pasipo uvumilivu hakuna kitu kinaweza kutokea. Pasipo uvumilivu hakuna kitu unaweza kukipata. Pasipo uvumilivu hakuna baraka inaweza kukujilia. Mungu hufanya vitu kutokana na namna ambavyo ulitengeneza moyo wako katika habari ya kusubiri, katika habari ya kungojea ili afanye. Wengi tunalilia habari ya uponyaji, wengi tunalilia tupone, wengi tunalilia Mungu ajifunue kwetu, wengi tunalilia Mungu afanye kitu kipya kwetu. Lakini kwa nini Mungu afanye? Kwa nini Mungu atende? Ni kwa sababu tumeshindwa kusimama katika lango la uvumilivu. Hayopo ninasikika hapo ulipo, sijapotea hewani, sauti yangu inasikika hapo ulipo. Sasa nini ambacho nataka nikwambie majira haya na wakati huu ni kwamba Mungu ili ambariki mtu, umwangalia mtu ambaye yu tayari kuvumilia. Umwangalia mtu ambaye moyo wake haujatembea katika mazonge, moyo wake haujatembea katika lawama. Can you see? Kwa habari ya wana wa Israeli walipokuwa wanaenda katika nchi hadi, kuna wakati Mungu alinyamaza, lakini alikuwa anaiangalia mioyo yao, lakini alikuwa anawapima, lakini alikuwa anawatazama. Je, wana mioyo ya uvumilivu? Je, wana uwezo wa kuvumilia katika nyakati ngumu? Wanaweza kuwa na watu wenye uvumilivu? Hapa ndipo tunaona watu wengi wanashindwa kufika katika kile kitu ambacho wanataka Mungu afanye. Hapa ndipo tunaona watu wengi wanashindwa kwenda katika viwango ambavyo wanatamani Mungu afanye. Mungu afanye katikati ya watu wasiotaka kuvumilia. Mungu atendi katikati ya watu wasiotaka kuvumilia. Mungu ufanye katikati ya watu ambao they are ready kwa ajili ya uvumilivu, wako tayari kuvumilia. Mungu ajifunue katikati ya maisha yao. So tunamlilia Mungu, Mungu afanye kwangu, Mungu atendi kwangu. Mtumishi, kama kuomba nimeomba, kama sadaka nimetoa, kama hili nimefanya, lakini I don't see anything. Sioni kitu chochote, sioni jambo lolote likifanyika kwenye maisha yangu. Je, ni nini kinanipata? Je, ni nini kinanizuia? Kumbe hii yote inatokea ni kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikuonyeshe kitu cha msingi sana, japo kwa mtandao wetu unasumbua. Nataka nikuonyeshe vitu vya msingi sana.
ambapo Mungu anatamani kuona kwa watu wake waliosimama kwenye eneo la uvumilivu, waliosimama kuvumilia, waliosimama kumtazamia. Maanake pasipo uvumilivu hakuna baraka kitajwa kwetu, hakuna kibali kitajwa kwetu, hakuna neema kitajwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So ambatana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki kwa dakika chache hizi, and then kesho tutaendelea kikamilifu. Leo na mtandao una mushkil sana, una tatizo sana. Kesho tutaendelea, lakini nataka nikudokeze kuna nguvu au kuna neema au kuna kibali katika eneo la uvumilivu. There is no power if you don't want to tolerate. Hakuna nguvu kama hutaki kuvumilia, hakuna kibali kama hutaki kuvumilia, hakuna kuinuka kama hutaki kuvumilia, hakuna kusogea if you don't need to tolerate kama hutaki kuvumilia. Uvumilivu kwako umeweka kando. Uvumilivu kwako umeona ni kitu kigumu. Ni ngumu sana kumfanya Mungu adhihirike. Ni ngumu sana kumfanya Mungu atende. Ni ngumu sana kumfanya Mungu aamue kitu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini ambacho nataka nikwambie majirani ni kwamba kupiga kwetu hatua kunatokana na namna ambavyo tumeamua kuwa wavumilivu. Kupiga kwetu hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa nini ambacho nataka nikwambie mtu wa Mungu, wherever you are watching, I want to tell you this. Ni kwamba ili tupige hatua, ili tuongezeke, Mungu anachokitaka kwetu ni sisi kusimama katika nafasi. Ni sisi kusimama katika eneo la uvumilivu. Baraka yote, kibali chochote kinakuja kutokana na uamuzi wa kuwa uvumilivu. Kibali chochote, Bwana Yesu asifiwe. Neema ambayo unaitaka, kibali chochote unachokitaka, nguvu yote unayoitaka ni wewe eneo lako la uvumilivu. Unaamua kuvumilia, unaamua kumsubiria Mungu atende kwa wakati wake. Wengi wetu wanatamani kumuona Mungu anafanya, wengi wetu wanatamani kumuona Mungu anafanya, lakini kanuni ya Mungu kufanya ni namna ambavyo umeamua kuvumilivu, ni namna ambavyo umeamua kujikomiti karibu yake. Ndio maana inakuwa ni ngumu sana kumwacha Mungu, kumfanya Mungu atende juu ya maisha yetu. So namna ambavyo unatamani Mungu atende ni namna ambavyo unakuwa mvumilivu. Na unavumilia nini? Wengi hawataki kusubiri katika maombi. Wanatamani Mungu aamke tu na kutenda. Hawataki kusetwa katika eneo la maombi na kumwacha Mungu atende. Wao ufanya, wao wanataka Mungu atende kwa sababu ya miemko yao. Wao wanataka Mungu atende kwa sababu ya hisia zao. Kwamba aliombewa leo basi Mungu atende leo. Kwamba alifanya hiki basi Mungu atende leo. Angalia kwa habari ya Hana. Mungu alimwangalia Hana, je, atavumilia katika kipindi kile ambacho tumbo lake limefungwa na Mungu mwenyewe? Mungu alimwangalia Ibrahim, je, alikuwa mvumilivu? So mara zote tunapotaka kumfanya Mungu ajidhihirishe juu ya maisha yetu ni namna ambavyo tumeamua kuwa committed na uwepo wake. Mungu afanyi ndani ya mtu ambaye hajikomiti, hayuko tayari karibu na uwepo wake, hayuko tayari karibu na nguvu zake. Ndio maana tunaona watu wengi wanataka miujiza inayotendeka hapo kwa hapo, lakini kujiungamanisha na Mungu au kukaa karibu na Mungu inakuwa ni kipengele kikubwa sana. Inakuwa ni shida kwao kwa sababu commitment yako na Mungu ni ndogo. So unapolazimisha, wengine wanasema mtumishi hana upako. Wengine wanasema mtumishi anaomba lakini hatuoni kitu chochote. Kumbe tatizo sio mtumishi, tatizo ni muamini mwenyewe. Tatizo sio mtumishi, tatizo ni muamini mwenyewe. Tazama kwa habari kile kitabu kile cha Zaburi 27:14 anasema tumngojee Bwana kwa saburi. Kumsubiri Bwana kwa saburi maana yake nini? Hakuna kitu kinaweza kutokea kama ujawa mtu wa kusubiria magotini, kukaa magotini. Mungu hawezi kutenda. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Mungu hawezi kutenda. Mungu hawezi kujifunua katikati yetu. Mungu hawezi kujidhihirisha katikati yetu if you don't want to tolerate, kama hautaki kuwa mvumilivu katika maombi au katika kusubiri. Maana kusubiri katika maombi ndipo kulikobeba matokeo. Maana kusubiri katika maombi ndipo kulipoleta kuna faida chanya. Umngojee Bwana uwe hodari, upige moyo wako konde na umngojee Bwana. Katika kitabu kile cha Zaburi 27:14 anasema mngojee Bwana uwe hodari, upige moyo konde na umngojee Bwana. Sasa wewe unapotaka Mungu afanye, je, ulichukua hatua gani ya kumngojea Bwana katika kipindi ambacho unatamani Mungu afanye kwenye maisha yako? So watu wengi wanatamani Mungu afanye, anaomba lakini moyoni mwake hayuko tayari kujiconnect na uwepo wa Mungu.
Hapa ndipo tunaona vitu vingi havitimiliki. Nimemwomba Mungu afanye, nilienda kuombewa Mungu atende, nilifanya hiki na hiki Mungu atende, nilihivi na hivi ni Mungu atende, lakini Mungu anasema, je, ulimngojea kwa moyo hodari? Haijalishi unapita nyakati gani, maadamu ulimwomba Mungu atende, je, ulinyenyekeza mbele zake na kumwomba kwa unyenyekevu? Je, ulimpa Mungu nafasi ya kuomba? Je, ulimpa Mungu nafasi yake wakati unasubiria atende? Hapa ndipo tunaona watu wengi wanaacha imani. Watu wengi ndio wanamwacha Mungu. Je, ingekuwa ni zama za kina Ibrahimu ingekuwaje? Je, ingekuwa ni zama za kina Hana ingekuwaje? Anaenda kuombewa ili aone uponyaji. Akikosa uponyaji, anaama kanisa. Akikosa uponyaji, anaanza kunyosha vidole kwa watumishi. Akikosa udhihirisho wa nguvu za Mungu, anaanza kunyosha vidole kwamba nimeshasali ile kanisa, sioni matokeo. Matokeo si kwenye kanisa. Matokeo huenda wewe ndio uliyebeba matokeo. Kitakachosababisha uone matokeo ni how you are connected with your Lord Jesus. Ni namna gani umejiconnect na nguvu za Mungu. Ni namna gani yuko committed na uwepo wa Mungu. Kwa sababu hakuna kitu chochote kinaweza kutokea if you are not committed. Hakuna chochote kinaweza kudhihirika if you are not committed. Hakuna chochote kinaweza kufanya kuwa na matokeo chanya if you are not committed with God. So why you crying? Why you suffering? Why you doubting kwamba Mungu afanye, Mungu atende? Mungu hajawahi kuacha kufanya. Mungu hajawahi kuacha kutenda. Ninachokielewa kwamba Mungu hajawahi kuacha kufanya kazi yake. Yote aliyafanya, yote alitendeka. Anauangalia uvumilivu wako. How you are connected with him. How you are connected with Lord Jesus. Vile ambavyo unamlilia Mungu afanye, ulikaa katika kusubiri. Si wakati wa kulaumu, si wakati wa kusema vibaya, si wakati wa kuleta lawama. Je, are you connected with Lord Jesus? Ulijiconnect na Mungu katika uhalisia ili umruhusu afanye. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wherever you are watching me, majira haya tulionayo ni majira ambayo Mungu afanye kama hujataka kuwa connected na yeye. Mungu atendi kama hujataka kuwa connected na yeye. Mungu ajidhihirishi kama hujataka kuwa connected na yeye. Mungu ajifunue katikati ya maisha yako if you are not connected with him. Kwa matokeo yoyote na baraka yoyote unayotaka, ni lazima uwe connected na uwepo wake. Ni lazima uwe connected na nguvu zake. Ndipo atakapojidhihirisha. Anaposema mngojee kwa moyo wa uhodari, tena jipige konde, maana yake nini? Hakuna mtu aliyemngojea Bwana katika hali ya ulegevu. Mtu yote aliyemngojea Bwana alimngojea Bwana katika hali ya ujasiri, katika hali ya hekima, katika hali ya maombi. So you can ask yourself, je, nilimngojea Bwana kwa hekima? Nilimngojea Bwana kwa kuweka uhodari wangu kwake? Ni nini ambacho nilikiweka karibu yake ili afanye? Nini ambacho niliconnect pamoja na Mungu ili ajidhihirishe? Hapa ndipo tunapoanza kubeba lawama nyingi. Leo muumini kaombewa kanisani, kaombewa mahali popote, hajaona uponyaji. Swala si la Mungu, swala ni la kwako. Swala si la Mungu, swala ni la kwako. Tunaona kwa habari ya Ibrahim, kipindi Ibrahim anapitia katika hali ya umaskini, issue haikuwa kwa Mungu, issue ilikuwa kwa Ibrahim. Ndio maana Mungu anamwambia toka katika nchi ya babako, nenda mpaka nchi nitakao kuapia. Maana yake alikuwa anataka atoke pale, maana eneo lile si la kwake, maana mahali pale si pa kwake, pako mahali ambapo Mungu alimwapia Ibrahim aende. Ndio maana Mungu anamtoa Ibrahim na kumpeleka katika nchi ambayo alimwapia. Ni kwa sababu kulikuwa kuna agano la kimungu katikati ya Ibrahim. Ni kwa sababu kuna mambo kuna baraka za Mungu katikati ya Ibrahim. So wengi wamefungwa au wamezuiliwa ni kwa sababu ya namna ambavyo wameamua kuishi wao. Ni kwa sababu ya namna ambavyo wameamua kumchukulia Mungu kwa namna ya mawazo yao. Leo hii ukimwekea mtu mkono apone haraka haraka, anataka kupona, uponyaji wa haraka haraka ni uponyaji ambao hautoweza kumanage. Ndio maana Mungu anatupa majira ya kuvumilia. Ndio maana Mungu anatupa majira ya kumngojelea. Ndio maana Mungu anatupa majira ya kumtazamia. Muamini yoyote anataka kupiga hatua, you supposed to be in tolerate position. Lazima uwe katika eneo la uvumilivu. Mungu afanye na watu wasio wavumilivu. Mungu atendi na watu wasio wavumilivu. Mara zote watu wasio wavumilivu ni watu ambao walimwacha Mungu. Unaona kwa habari ya wana wa Israeli, walipopoteza uvumilivu wakaanza kusema maneno mabaya, wakaanza kulaani, wakaanza kutamka vitu visivyofaa, wengine wakaanza kutamka maneno ya laana, wengine wakaanza kutamka maneno yasiyofaa. Hii yote inatokana nini? Ni kwa sababu ndani yao walipoteza kitu kinachoitwa uvumilivu, the toleration life, maisha ya uvumilivu katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ingekuwa ni kipindi cha Danieli, leo watu wengi wasingemwomba Mungu. Leo watu wengi wasingeifanya ibada.
Angalia habari ya Danieli, kipindi ambacho alienda kufunga mlimani na kuomba, akimwomba Mungu afanye ajibu maombi yake. Biblia inatuambia kwamba Danieli alipoomba ndani ya siku 20 akuona majibu. Angekuwa ni muamini mwingine ambaye ameomba na hajaona majibu, angeacha kuomba. Lakini Biblia inatuambia baada ya Danieli kuona hakuna majibu, aliendelea kutafuta uso wa Mungu, aliendelea kumwomba Mungu ili afanye. Ni nini ambacho unakifanya na uone majibu? Je, ulivumilia katikati ya maombi? Je, uliweka uvumilivu katikati ya maombi? Unapolazimisha Mungu afanye, ulivumilia katikati ya maombi? Unapolazimisha Mungu atende, ulivumilia katikati ya maombi? Unapolazimisha Mungu ajifunue juu ya maisha yako, are you tolerated in a place of prayer? Je, ulivumilia katika eneo la maombi? Tunapolazimisha Mungu ajifunue juu ya maisha yetu, je, ni nini ambacho kinasababisha Mungu afanye? Je, tulifanya nini Mungu aendelee kutenda kwenye maisha yetu? Hapa ndipo tunapoona Mungu atendi. Hapa ndipo tunapoona Mungu ajibu. Hapa ndipo tunapoona Mungu amenyamaza. Ni kwa sababu hatujataka kuwa connected na eneo la kiuvumilivu, eneo ambalo Mungu amelikusudia watu wake wasogee, eneo ambalo Mungu amelikusudia watu wake wainuke, eneo ambalo Mungu amelikusudia watu wabarikiwe. Sasa nataka nikuonyeshe vitu vya msingi sana. Haleluya. Naonyesha vitu vya msingi sana. Wherever you are watching me, utakupitia somo hili itakuwa baraka sana. Katika kitabu cha Zaburi nimeonyesha Zaburi 27:14 anasema hivi, umngojee Bwana uwe hodari, upige moyo konde, naam umngojee Bwana. Hakuna mahali ambapo Mungu atafanya kama hujaweka uvumilivu na kumngojea. Hakuna mahali ambapo kama hujakaa na kumvumilia Mungu, kusubiria ili atende. Maanake kusubiria kunajenga imani ya ujasiri, inajenga imani ya kweli, inatengeneza majibu sahihi, majibu yaliyo sahihi. Ogopa sana mtu ambaye anataka kujibiwa shasha. Ogopa sana mtu ambaye anataka kuona matokeo ya haraka haraka. Ni ngumu sana kufika katika lile kusudi ambalo unatamani kulielekea. Ni ngumu sana kwenda katika ile hatua ambayo unatamani kuelekea. Maana yake hapo hautomwona Mungu akifanya, hautomwona Mungu akijidhihirisha, hautomwona Mungu akitenda. Leo hii mtu yupo kwenye mahusiano anataka kuolewa, yani amekuwa approached leo, kesho anataka kuolewa. Ni ngumu sana kukamilisha hiyo ndoa, ni ngumu sana hiyo ndoa kuwa na matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautamwona Mungu akitenda. Nataka nikwambie kitu cha msingi sana. Majira haya ni majira haya. I want to tell you this. Mungu anapotaka kumuinua mtu, Mungu hujifunua katikati ya eneo lililo sahihi, na eneo hilo ni eneo la mtu ambaye amesimama kumwomba Mungu. Ni eneo ambalo Mungu anataka kuona umesimama na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wherever you watch me. Hallelujah. Sasa nataka niongee kitu cha msingi sana majira haya, maana muda wetu umeenda sana na tutamani tuanze saa 4, mtandao umetusumbua sana leo. Tutamani niongee kitu cha msingi sana majira haya. Ni kwamba Mungu hujifunua katikati ya watu ambao wamebeba mioyo ya uvumilivu, wamebeba mioyo ambayo watamani kumwona Mungu anafanya. Mungu hujifunua katikati ya mioyo iliyobeba uvumilivu, mioyo iliyokubali kumngojea Bwana. Haleluya. Kwa sababu kusubiri kunajenga imani, imani iliyo ya kweli. Haleluya. Huonekana pale majibu yanapochelewa, lakini bado tunaendelea kumtumainia Mungu. Imani yoyote ni ile imani ambayo iliendelea kumngojea Bwana hata kama Mungu amechelewa. Na imani ya kweli ni imani ambayo haikurudi nyuma, haikuwahi kukata tamaa. Mtu ambaye hakuwahi kukata tamaa wakati anapotafuta Mungu atende, Mungu ajifunue, ni imani ambayo ni thabiti sana, na ndiyo imani yenye matokeo mbele za Mungu. Je, wakati ambapo unamwomba Mungu afanye kwa ajili ya maisha yako, ulikaa katika imani ipi? Je, ulikaa katika imani ambayo Mungu hajajibu, au ulikaa katika imani ambayo Mungu amejibu? Je, ulikaa katika mtazamo gani? Kwa sababu unachokitazamia ndicho kilichobeba matokeo. Kwa mara zote muamini kama muamini, ni muhimu sana kusubiri hata kama Mungu amechelewa. Ni muhimu sana kubeba moyo hodari hata kama Mungu amechelewa. Ni muhimu sana kumngojea Mungu ajibu hata kama amechelewa kujibu. Nataka niseme hivi, niwahi kusema kwamba Mungu kujibu kwake ni wakati ambao anautaka yeye,
Unapolazimisha wewe Mungu ajibu, kuna mwingine anaombewa leo, kesho anataka Mungu ajibu. Huo si wakati sahihi wa Mungu kujibu. Mungu ana majira yake, Mungu ana wakati wake, Mungu ana nyakati zake za yeye kukujibu, za yeye kufanya. So unapotaka Mungu afanye, maana yake hujataka kusubiri Mungu afanye. Mara zote watu waliopigwa vita, watu ambao hawajaona matokeo, ni watu ambao hawakumpa Mungu nafasi yake, walijipa wao nafasi zao, walimlazimisha Mungu ajibu, walimlazimisha Mungu atende. Ndio maana Mungu alinyamaza, ndio maana Mungu hakuongea, ndio maana Mungu hakugusa chochote. Nataka nikwambie, wherever you are watching me, kupitia YouTube, kupitia Facebook, liko jambo ambalo Mungu anatamani ulielewe, kwamba hakuna majibu yoyote if you don't want to kama hutaki kusubiri, hakuna majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sio mtu wa kusubiri, there is no answer. Hakuna majibu utaweza kuyaona, hakuna matokeo utaweza kuyaona if you don't want to wait before him. Kama hutaki kuwa mvumilivu mbele zake, kama hutaki kuwa mngojelevu mbele zake, there is no answers. There is no answers. Hakuna majibu yoyote utakayoweza kuyapokea. Nataka nikwambie, wherever you are watching me right now, majira haya unaponitazama, liko jambo katika kusubiri. Yako matokeo katika kusubiri, uko mpenyo katika kusubiri, ziko baraka katika kusubiri, iko nguvu katika kusubiri, uko udhihirisho katika kusubiri. Mtu yeyote aliyepiga hatua, aliyefanikiwa, aliyebarikiwa, aliyeongezeka ni mtu ambaye yupo katika eneo la kusubiri zile baraka za kimungu. Uliomba uponyaji, uliomba neema, uliomba kibali, uliomba udhihirisho juu ya maisha yako. Ni how you tolerate before him. Namna gani unasubiria hizo baraka, namna gani unasubiria huo mpenyo, namna gani unasubiria huo udhihirisho, namna gani unasubiria hicho kibali ili yeye afanye. Bwana Yesu na asifiwe sana. I want to tell you this right now. Majira unaponitazama, mtu wa Mungu, wherever you watch me, kibali chochote unachotaka Mungu afanye kinatokana na namna ambavyo umeamua kumsubiria yeye ili afanye. Hakuna kibali kinachoweza kuja kwa njia ya shortcut. Hakuna nguvu inaweza kuwa na matokeo kwa njia ya shortcut. Njia zote ambazo Mungu ameziweka ni njia ambazo zimebeba uvumilivu ndani yake, ni njia ambazo zimebeba roho ya uvumilivu ndani yake. Mara zote tunashindwa kusogea, kufanikiwa, kupiga hatua, ni kwa sababu tumeamua kutembea na miemko yetu. Ndio maana Mungu afanye kitu chochote. Kwa nini Mungu ajifunue katikati ya maisha yetu? Kwa nini Mungu atendi? Kwa nini Mungu atuonekanie? Our tolerated place, eneo letu la uvumilivu limekuwa disappeared, limekuwa attacked na nguvu isiyo ya kawaida, nguvu ya uchungu, nguvu ya kilio, nguvu ya maumivu, nguvu ya masononeko. Hiyo ndio imeleta uharibifu kwenye maisha ya watu wengi, kwenye hatima za watu wengi, kwenye maeneo ya watu wengi. Wamejikuta katika vilio, wamejikuta katika misiba, wamejikuta katika machozi, na hata wakiuliza nini kimetokea, wanakosa majibu kamili. Yote inatokana na nini? Ni vile namna ambavyo wameamua kutembea na Mungu, wameamua kukaa na Mungu. Vile ambavyo waliomba Mungu alichelewa kujibu, na wao wakaanza kuleta lawama, na wao wakaanza kuleta vilio, ikasababisha wasione majibu yaliyo sahihi kwenye maisha yao. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja in this place right now, mahali unaponitazama, ni kwamba Mungu hufanya katikati ya watu wenye mioyo ya kuvumilia, wenye mioyo ya kungojelea. Mara zote Mungu wetu kufanya hutazama moyo uliobeba kungojea, moyo wenye subira, moyo ambao hautoruhusu Mungu aharibu kile ambacho amewapa. Nataka nikwambie, mara zote shetani anachokifanyaga kwenye maisha ya watu ni kuwafanya watu wakose mioyo ya kusubiria. Ndio maana leo ukikuta mtu aliombewa na hajapona, hataki kusubiria, na ama kanisa, anatafuta kanisa lingine, atafuta mahali pengine, akizania kutoka hapo na kwenda ile eneo lingine ndio ataona uponyaji. Lakini hauwezi ukaona uponyaji kama hujataka kusubiria katika eneo moja. Walimsubiria Bwana. Biblia inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, msiondoke mahali hapo mpaka ule udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu utakapokuwa juu yao. Maana yake kama wangekuwa hawataki kusubiri, wangenyanyuka, wangeamini kwamba tunazo nguvu, tunaweza kwenda. Mara zote mtu anayekataa kusubiria ni mtu ambaye anapingana na matokeo ya Mungu au na kile ambacho ametaka mbele za Mungu. So majira ambayo unalazimisha Mungu afanye, kumbe ulikataa kusubiri, ndio maana huoni majibu, ndio maana unaoni matokeo, ndio maana huoni vitu vikifanyika kwenye maisha yako. Mara zote watu ambao hawajaona matokeo ni watu ambao wamekataa kusubiri,
Na hii naiongea ni kwa sababu nimeshuhudiwa na nimeona kwamba watu walipoona udhihirisho wa Mungu mara ya kwanza na Mungu alipotenda juu ya maisha yao. Hii inafananishwa na wana wa Israeli walipotolewa katika hali ya utumwa na kupelekwa katika nchi ya ahadi. Baada ya kuona mambo ni magumu kwa muda mchache au mambo kuharibika, waliporudi kuomba na wakuona majibu, wakaanza kuongea vibaya, wakaanza kupaniki. Wengine wakaanza kuongea maneno ya hasira, wengine wakaanza kuongea kwa kiburi, wengine wakaanza kuongea kwa dharau, wengine wakaanza kuongea yoyote na mtoka moyoni mwake akijua yuko sahihi, kumbe amejiingiza katika udhalimu na uharibifu, kumbe amejiingiza katika matokeo yasiyofaa. Lakini anatuambia mngojee Bwana kwa moyo ulio hodari, mngojee Bwana kwa moyo wa ushujaa, mngojee Bwana kwa moyo wa uvumilivu. Maana katika kuvumilia ndiko kunakojenga imani iliyo sahihi, ndiko kunakojenga matokeo yaliyo sahihi. Hakuna matokeo sahihi unaweza kuyaona kama hujabeba uvumilivu. Hakuna vita yote unaweza kushinda kama hujawa mvumilivu katika eneo la mapambano. Mara zote mtu yeyote aliyefanikiwa hata katika eneo la vita ni mtu aliyejua namna ya kusimama katika uvumilivu. Baraka zote unazozitaka zimebebwa katika eneo la uvumilivu. Kibali, neema, uponyaji, ndoa imebebwa katika eneo la uvumilivu. There is no blessing if you don't tolerate. Kama hutaki kuvumilia, hakuna baraka inaweza kupita juu yako, hakuna kibali kinachoweza kupita juu yako, hakuna neema inaweza kupita juu yako, hakuna udhihirisho unaweza kupita juu yako, hakuna nguvu inaweza kufanya kazi juu yako. Why? You don't want to tolerate. Hautaki kuvumilia, unataka Mungu afanye. Sasa nini ambacho nataka Mungu afanye? Kama wewe hutaki kuwa karibu na Mungu, kama hutaki kukaa chini na kumngojea Bwana afanye juu ya maisha yako, what do you need? Which kind of blessing? Which kind of anointing? Which kind of miracle you need in your life? Unaweza kusema mtumishi, mimi nimeshavumilia miaka mingi kwa habari ya ugonjwa huu. Sawa, mvumilia. Have you prayed before him? Je, uliomba mbele zake? Have you connected in the realm of spirit? Ulijikongamanisha pamoja naye? Ulijiconnect pamoja naye? Ni nini ambacho kitasababisha wewe, kitaonyesha kwamba you are connected with him? Ni vile ambavyo umebeba moyo wa uvumilivu. Ni vile ambavyo umebeba moyo wa kutembea na yeye katika nyakati ambazo hauoni majibu, katika nyakati ambazo hauoni matokeo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wherever you are watching me, I want to tell you this. Mungu kufanya juu ya maisha yetu, ufanye katikati ya watu ambao wameamua kutembea katika uvumilivu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Majira haya nataka nikwambie mtu wa Mungu, napotaka kwenda kumalizia, and then tomorrow tutaendelea pale ambapo tulipotaka kuelekea. Mtandao wetu hauko sawa kabisa. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hasa nini ambacho nataka nikiseme majira haya, wherever you are watching, ni kwamba Mungu anautaka moyo wako uvumilivu kuliko kitu chochote kile. Mungu anataka moyo wako unaoweza kuvumilia kuliko kitu chochote kile. Maana mwanadamu akikosa uvumilivu amepoteza baraka, amepoteza mpenyo, amepoteza kibali, amepoteza kuinuka. Mwanadamu akikosa uvumilivu amepoteza kufika katika lile kusudio. Wengi wanashindwa kuvumilia, ndio maana vitu wanavyovitaka havitokei. Wengi wameshindwa kuvumilia, ndio wale matokeo wanayotaka hayatokei. Wengi wameshindwa kuvumilia, ndio zile baraka wanazozilia zitokei. Yote inatokana why? You don't want to tolerate before him. Hautaki kubeba moyo wa uvumilivu, umebeba moyo wa kwako binafsi. Hautaki kutembea na Mungu katika eneo la uvumilivu, umebeba moyo wako binafsi. Hii imewafanya waamini na watu wengi wawe watu wa kutangatanga, wawe watu wa kuzurula, wawe watu ambao hawana matokeo. Yote ni kwa sababu uvumilivu ameuondoa ndani ya mioyo yao. Nataka nikwambie kitu cha msingi sana, wherever you are watching right now, Mungu anachokiangalia kwenye maisha yako ni moyo wako uvumilivu utakaoweka mbele zake. Hallelujah. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya majira haya, and then tomorrow we'll be here kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya malango ya Masaya. Ninasema asante kwa sababu ni mwema. Nasema asante kwa sababu ni mwaminifu. Asante kwa kibali chako na upendo wako uliofanya juu ya maisha yetu na juu ya hatima zetu. Ninakushukuru kwa ajili ya malango haya. Naamini Bwana, kesho tutaendelea pale ambapo tuliishia. Mkono wako hodari usitupungukie wala kutuacha, na neema yako ipitiao neema yote Bwana ikawe juu yetu katika jina la Yesu. Na kila roho ambazo zinazuia kuvumilia kwetu ikatutoke, na mkono wako hodari ukakae nasi katika jina la Yesu. Achilia neema mpya Bwana, achilia kibali kipya Bwana, indishia kila hatua tunayoelekea, katujalie uvumilivu na kukuona wewe ukisimama katikati yetu. In the mighty name of Jesus Christ, nimeomba na kuamini. Amen. Mungu na akubariki sana wewe ambao unitazama majira haya.
Kesho tutaendelea pale hapa tulipoishia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu na akubariki wherever you're watching. Mungu akubariki sana. Nikutakie majira mema na wakati mema, na neema ya Kristo Yesu isikupungukie na kukuacha, in the mighty name of Jesus Christ. Nakupenda na kufurahia, na mkono wa Bwana uwe juu yako. Amen and amen. Hallelujah. Amen.